anaweza kukuokoa na anaweza kukusimamisha, sababu umeamua kukaa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waliokaa na Kristo maisha yao yalibadilika. Walioamua kufuatana na nyayo za Kristo waliona mambo makubwa. Haleluya. Kwa hivyo ninataka nikwambie siku ya leo ya kwamba wewe ambao umeamua kukaa ndani ya Yesu na ukaamua kwamba utafuata nyayo zake, kuna mambo ambayo yanaenda kubadilika. Amen. Amen. Kwa hivyo endelea kukaa ndani ya Yesu. Endelea kutafakari mambo ya mbinguni. Endelea kusoma Biblia. Endelea kufundisha. Na kwa hakika utaona Mungu akikubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama umepata, tusomee Yohana Mtakatifu mlango 11:38. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kitabu ni Yohana Mtakatifu 11 kuanzia 38 nasema, bali Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. 39 Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 40. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nashukuru kwa kuwa umenisikia. 42 Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. 43 Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. 44 Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa ndani ya Yesu. Wakati unakaa ndani ya Yesu, unatafakari mambo ya mbinguni. Nayo ukikaa ndani ya Yesu, hataweza kukuacha. Mariamu yule ambaye alimpaka Yesu mafuta, akawa na shida, na hiyo shida ikawa kwa ndugu yake, naye akapasha habari mahali Yesu alikuwa. Na wakati Yesu alikuwa mahali pale, akaanza kusema ya kwamba kuna mtu mahali ambaye ananihitaji, kwa sababu alinitendea mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unapotendea Mungu makubwa, naye hataweza kukusahau, anakukumbuka kila wakati. Haleluya. Mariamu alimchukua Yesu na wakaingia kwa nyumba moja. Wakati waliingia kwa hiyo nyumba, akaanza kumpaka mafuta, akaanza kumpaka Mariamu, akaanza kumpendeza Mungu, naye Mungu akamponya. Maana huyu Mariamu alikuwa mtu ambaye hajielewi, alikuwa mtu ambaye ni mtu mtenda dhambi, lakini Yesu hakuangalia hiyo, aliangalia mbinguni, maana ametoa yake yote. Bwana apewe sifa. Wakati alisikia habari ya kwamba ndugu yake ni mgonjwa ambaye ni Lazaro, akapanga safari akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alisikia kwamba mtumishi wangu ni mgonjwa, aliendelea kuhubiri mahali alikuwa, hakutaka kukimbia pale kumponya. Lakini tumeambiwa kwamba lazima neno likaweza kutimia. Watu wakajua kwamba kuna Mungu mbinguni, watu wakajua kwamba linaponya, kuna muujiza wa uponyaji, kuna muujiza wa ufufuo. Kwa hivyo hata ngoja litendeke lile ambalo watu walikuwa wanataka litendeke, ndiposa akatokea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati akakaa akihubiri neno, akafahamu ya kwamba Lazaro amekufa. Akawaambia wanafunzi wake, saa imefika sasa ya kuondoka kwenda kumuona rafiki yangu amelala. Amen. Wanafunzi wake wakamwambia, basi kama amelala, ataamka kama akufa, hako sawa. Hawakujua amekufa. Sema amen. Yesu akawaambia ya kwamba Lazaro rafiki yangu amekufa.
kwa sababu sasa ninataka niende kule nikaweze kuonyesha watu ya kwamba kuna nguvu za Mungu mahali hapo. Bwana apewe sifa. Akapanga safari na akaendelea kwenda. Wakati alienda na akafika katika huo mji, ndipo akaweza kukaribia. Tunaambiwa kwamba Martha akamuona na akamkimbilia, akamwambia Yesu, mwana Mungu, kama ungelikuwa mahali hapa, ewe ndugu yangu angelikufa. Bwana apewe sifa. Lakini akamwambia hajakufa, amelala. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia ukiamini kuna mambo yanaenda kutendeka. Bwana apewe sifa. Martha akaanza kulalamika huku anasema kwamba nilikuita lakini wewe haukukuja, nilikuita ukimbie. Angalia sasa ndugu yangu amekufa, ni siku 4 sasa ako kaburini, saa hizi ananuka, itawezekana namna gani? Anasema kwamba mimi ndimi ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ndimi ufufuo. Yeyote yule ambaye ataniamini atafufuka siku ya kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba kuna vitu ambazo Bwana anaenda kufufua katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Haleluya, mtu wa Mungu. Kumbuka ukijua kwamba Yesu ako mahali hapa na amekuja kwenda kukutembelea vile alitembea katika huo mji. Wayahudi wakakimbia waone kile kitu ambacho kinatendeka. Biblia inaniambia kwamba akauliza, mlimuweka wapi? Amen. Wakaendelea kwenda mahali pale. Mariamu akamwambia kwamba ni siku 4. Ndugu yangu sasa ananuka, kwa hivyo haitawezekana. Haleluya. Akamwambia kwamba nionyeshe mahali yako. Wakati alifika kwa kaburi, tunaambiwa kwamba alilia machozi na akainua mdomo na kichwa chake juu, akatazama mbinguni, akasema ninakushukuru kwa sababu unanisikia. Amen. Mtu akipata shida anaanza kulalamika, lakini Yesu alipofika mahali pale alishukuru. Bwana Yesu asifiwe. Unashukuru kwa homa ambayo niko nayo. Ukiwa na corona, shukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha baadaye mwambie kwamba Yesu nimekuhitaji, tenda kitu. Amen. Wakati alifika mahali pale, akaomba Mungu na akasema kwamba Baba, ninataka ijulikane ya kwamba kweli unaweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akafika pale na akapata jiwe kubwa limewekelewa. Lazaro ako chini, jiwe kubwa limemwekelea. Akasema kwamba niondoeni hilo jiwe. Wakati aliondoa, akaita kwa sauti kubwa, Lazaro toka nje. Bwana Yesu asifiwe. Akatoka. Wakati alitoka nje, tunaambiwa kwamba alifungwa vitambaa kwa mdomo, miguu, mikono. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mfungueni aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba kuna jiwe ambalo labda uliwekelewa. Kuna mambo ambayo uliwekelewa kama mwanadamu, vitu ambazo wamekuwekelea. Imefika wakati mpaka umekataliwa. Wacha nikakwambia siku ya leo ya kwamba Bwana ameshuka kukuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jiwe la utaza, kuna jiwe la mashina, kuna jiwe la shida, kuna jiwe la kutopata kazi. Bwana anaenda kukuondolea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amini ya kwamba Kristo anaenda kutenda. Wewe ambaye umekaa mahali pale, umejihuzunisha kila wakati, hauna amani, ukienda kulala hata kuamka hauna amani. Wacha nikakutangazie ya kwamba leo jiwe linaenda kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati linaenda kuondoka, hawakuchoka wakamfunga. Wamekufunga uwezi zaa, wamekufunga uwezi pata kazi, wamekufunga uwezi inuka, wamekufunga uwezi panua, wamekufunga hata uwezi kuwa na maono. Lakini Yesu akawaambia mfungueni aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamewekelewa jiwe, limekuwa kubwa, wanajaribu kusonga, hakuna. Amen.
Hebu kuja kidogo. Mtu anisaidie Yesu. Mtu anisaidie Yesu. Jifunze. Takufunga kimoda. Najua kufunga. Nataka kujifunga mikono na miguu. Ukijaribu kuinuka, hakuna. Ukijaribu kusonga, mfunge huyo mtu. Tabu zangu zikisha, nitamwona Bwana Yesu. Karibu upumzike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatoka nje. Wakati alitoka nje, akawa amefungwa. Wengine wafunge mdomo. Usifunge mdomo. Au umefunga mdomo. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro akatoka. Mungu amekufa. Nini? Amen. Hata mimi siwezi kubali wewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro akatoka nje. Wakati alitoka nje, Biblia imesema kwamba alikuwa amefungwa. Mdomo wake ulikuwa umefungwa, miguu ilikuwa imefungwa, mikono ilikuwa imefungwa. Akijaribu kuenda haendi, akijaribu kufanya hivi mikono haendi, akitaka kuongea hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafikiria nikifanya hivi wewe ufanye hivi na ukose. Kuinua, yaani unataka kuinua mikono lakini imeshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Petro Lazaro akawa amefungwa kabisa. Lakini Yesu akakuja tena akawaambia, mfungueni aende zake. Haleluya. Wakamfungua, si Yesu alimfungua. Wale ambao walikuwa wamemfunga wakamfungua. Haleluya. Kuna watu ambao wamekufunga, maisha yako yasiendelee. Leo lazima ufunguliwe, maisha yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Nani amekufunga sio alikuwa? Alikuwa na nia gani na wewe? Alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Akafunguliwa. Wakati anafunguliwa, akaenda zake kama amefunguliwa. Kuna mtu anaenda zake kama amefunguliwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao umeekelewa jiwe, wewe ambao umefungwa sana, Baba anakufungua leo. Utatoka na baraka zako. Utatoka kama umefunguliwa. Utatoka kama uko na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ambazo tunaota usiku hatutaota tena. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hatuna kazi, tumejaribu kutafuta kazi, vile tumefungwa. Leo lazima tupate kazi, maana Bwana ametufungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfungue aende zake. Wakati alifunguliwa alienda zake. Nafikiri huko mbele alifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafunguliwa, usifunguliwa na upotee. Funguliwa na ukaweza kufanya kazi ya Mungu. Matendo yake ndio yalifanya Yesu akatoka mahali alikuwa, akakuja akamfungua. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe mahali huko, tafuta urafiki na Yesu, ili unapopata shida siku nyingine akukimbilie. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kutema, hawezi kaa mbali na wewe, atakukaribia. Bwana Yesu asifiwe. Upendo namna gani Yesu akapiga mayowe, akipiga nduru, kwa sababu huyu rafiki yake amemwacha. Haleluya. Unapotoka kwa njia ya Mungu, Yesu kasirika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tu umeokoka, umeamua ya kwamba nitamfuata Yesu, huwa anafurahi. Lakini ukitangaza ya kwamba nimechoka na kanisa, anaanza kulia. Amen. Amen. Tafuta urafiki na Yesu. Amen. Usiendelee kupotea kwa uganga. Usiendelee kupotea kwa wachawi. Usikimbie kwa mambo ambayo hayafai.
msalaba utakusimamisha, utakuweka huru. Amen. Kuna vitu vingi ambavyo umefanya, yaani uwe umechoka, niseme umefanya mpaka umefika kwa ukuta. Nisimamie hapa na utafute Yesu. Haleluya. Usiendelee kutafakari mambo ya kidunia. Usiendelee kupotea kwa waganga unaenda huko. Mimi ile siku niliwaambia hapa, nilienda kwa mganga, ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho na ya kwanza. Mimi nimeenda pale na kifaranga ya miguu ine, anaanza kuniambia vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda pale, nikaona hapa hakuna vitu, hakuna. Kwa hivyo hao watu wanataka pesa yangu, lakini hata wanisaidii. Huyo badala ya kusema hata itakufa kesho, yeye anasema itakuwa ya baraka kwako. Mungu naye akapitia kwenye mama yake ikamkanyaga usiku. Sasa mimi niko kuchungulia kwa kifaranga kenye wamesema kwa baraka, kawa kameenda. Nikarudi kwa mganga, ulisema kamekufa. Sasa nifanye namna gani? Wewe rudi huko na imani. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuke nilikuwa nimemtolea sadaka. Kwa hivyo wewe utaendelea kupotea. Utaendelea kukaa kwa anasa. Utaendelea kukaa kwa vitu ambavyo hazifai. Kumbe ni mawe ambayo umeekelewa. Haleluya. Ukitaka kusonga hakuna. Unapata mtu akilala, vile sisi wengine tumelala mpaka hata unashindwa kuamka. Ni nini hiki kimeniwekelea? Unashindwa, nguvu hizi zimeenda wapi? Kumbe ni kijiwe cha homa kimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Unakitangazia kwa jina la Yesu. Ondoka. Na kimeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipotee mpendwa. Kaa ndani ya Yesu. Tafuta urafiki na Bwana. Hataweza kukukumbuka siku hiyo nyingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usipotee njia. Usikae kama ndugu yako hapa amesema, ametoa mfano. Mungu mmoja nje, Mungu mmoja ndani. Ndugu karibu sana. Tunaenda mbali. Hapa ndio nyumbani. Hiyo kiti tumeiombea. Na utatoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kufanya kazi ya Mungu. Bwana, sasa wamama wameanza kupungua, wazee wameanza kupanda. Amen. Si kanisa tu la kuingiza wamama peke yake. Sasa wazee tunaanza kuovertake. Hivyo ndio vizuri. Sema amen. Hadi kuna imani kupitia kwako, kuna wazee wanakuja. Haleluya. Tunaendelea kuleta kanisa. Umesema vizuri, kanisa tutapanua. In Jesus name, hiyo space tutachukua na tutajenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kesho kuna watu wanakuja, watakaa wapi? Lazima tukaweze kujenga kanisa. Karibu sana ndugu yangu. Bwana apewe sifa. Kuna mawe ambao umewekelewa. Ita Yesu akaweze kuliondoa hilo jiwe. Lile ambalo wewe mwenyewe unajua, jiwe lilitaja, unalijua. Amen. Kuna jiwe la umaskini. Kuna jiwe la njaa, kuna jiwe la magonjwa limeweka juu yako. Bwana aliondoe, usimame. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bwana ataliondoa, kuna uhuru ambao utapatikana. Wakati Bwana ataliondoa, kuna uponyaji utapatikana. Wakati Bwana ataondoa hilo jiwe, kuna ushindi utapata. Amen. Yaani jamaa alikuwa amefungwa na akaongezewa jiwe juu. Amen. Yaani hata asisonge. Abaki tu hapo. Napata mtu ako Nairobi, amekorogewa hapa hata kwenda nyumbani ndani. Si kupenda kwake. Amewekelewa hiyo jiwe na amefungwa sana. Amen. Akijaribu